Na maisha ni kitu cha ajabu na pia ni dhaifu sana. Asubuhi unaweza kusikia kicheko, muziki ukipigwa, watu wakisherekea. Saa chache baadaye unapata taarifa za ajali na ghafla kila kitu kinabadilika. Furaha inageuka vilio, matumaini yanakatizwa na taarifa ya msiba. Jioni hii taarifa zimetufikia kuhusu ajali ya chopa iliyotokea huko Nandi County. Inasemekana watu 6 wamepoteza maisha, miongoni mwao mbunge mashuhuri wa taifa hili. Masaa machache kabla ya tukio hilo, alikuwa ameweka ujumbe wenye wimbo wa maombi akimwomba Mungu mwongozo na ulinzi katika dunia hii yenye misukosuko. Hakuna aliyejua kuwa maneno yale yangekuwa kama sauti ya mwisho. Mbunge huyo alikuwa ametembelea familia za wananchi wake wawili waliopoteza maisha katika ajali ya Mara River. Alikwenda kuwafariji, kuwaambia wako peke yao katika maumivu yao. Jioni hii naye ameondoka ghafla. Ni ukumbusho mzito kwa sisi sote ni wasafiri katika dunia hii, hatujui saa wala dakika. Vilevile katika pitapita zangu mitandaoni, aka macross, picha za furaha, harusi, vicheko, helikopta ikiruka juu, watu wakishangilia. Lakini tukio hili limetukumbusha ukweli mmoja: maisha ni mafupi na hayana hakika ya kesho. Leo tunapanga mipango, tunaweka malengo, tunatafuta mafanikio, lakini sekunde moja tu upepo hubadilika. Ndiyo maana tunapaswa kuishi kwa upendo, tuseme samahani mapema, tusamehe kwa haraka, tuwajali walioko karibu nasi, tudhamini muda tulionao. Katika kipindi hiki cha huzuni, tunazipa pole zetu za dhati familia za marehemu. Tunaliombea bunge la Kenya nguvu na utulivu katika wakati mgumu. Tunaiombea nchi yetu ya Kenya amani, mshikamano na faraja. Mungu azilaze roho za waliotutangulia mahali pema peponi, awatie nguvu wafiwa, na sisi tuliobaki hatupe hekima ya kuelewa kuwa kila pumzi ni zawadi, kwa sababu kweli maisha ni mafupi na wakati mwingine safari hubadilika bila onyo.